Movie linaanza usiku kabisa. Kuna mama mjamzito alikuwa akijikaza kutembea. Alielekea katika taksi, akamwambia dereva ampeleke hospitalini kwa sababu ana hali mbaya. Unasikia nataka kujifungua sasa hivi. Una box 100? Hapana, sina hela yoyote, nisaidie tafadhali. Kwa sasa hivi sina hela. Kwa heri. Jamani, nataka niende kule leba tu. Sio mbali, tafadhali nisaidie. Mwanamke, hii ni taksi. Kama huna hela, tafuta taksi yako na driver wako. Ngoja nikuelezee. Hii inatakiwa ulipie kwa sababu kama huna, tafuta ambulance. Siwezi nikapata ambulance kwa sasa hivi. Tafadhali naomba nisaidie na hali mbaya. Unajua watu nyewe weusi kupata hela za kuhama nchi kuja nchi nyingine mnazo, lakini kulipia taksi mnashindwa. Afu usinigize, umesikia? Toka hapo. Binti ya kufika leba sasa hivi na hali mbaya. Hey, mpeleke clinic sasa hivi. Sifanyi kazi kama hizo kwa wahamiaji weusi. Lakini ana mtoto, wewe muone. Mimi sifanyi kazi ambayo silipwi. Hivi uko sawa kweli? Au muone huyu hapa ni mama mjamzito yuko mbele yako jamani. Aya, nitamlipia. Sawa, nitamlipia. Usijali, tutaenda pamoja. Inagharimu shilingi ngapi kufikia pale maeneo ya kliniki? Box 100. Bwana, ni hela nyingi sana. Hiyo hela inaweza kumpeleka mtu kutoka hata pale kliniki kwenda pale mjini jamani. Kama unafikiri kama ni gharama sana, ondokeni. Aise. Chukua hii hapa. Twende. Vizuri. Haya ndo mambo sasa. Jikaze, twende. Jikaze, tafadhali, jikaze. Jamani, kuna umbali gani? Twende basi haraka. Mjuba, usijali. Yaani mimi najua shortcut ya kufikia pale hospitalini. Atajifungua tu. Yaani hata usijali kusana hilo. Nini? Ase. Nini tena? Samanini. Hapa mimi siendi sehemu yoyote. Nimeshapata dili la box 500. Sasa inabidi nirudi tena nimchukue mtu wa huyo. Kwa hiyo inabidi nitoke nje. Mnipeleke. Nini tena na wewe? Mnipeleke jamaa. Lakini jamaa, mbona sikuelewi? Mwanzoni umetuahidi kwamba unatupeleka. Ulisema ni bei kubwa, tukakubaliana nawe. Nataka tumsaidie huyu mama. Lakini mpaka sasa tunaanza kusema unabadilisha tena mawazo. Ni kweli, yaani sikudanganyi kabisa. Hebu nionyeshe hiyo simu. Sasa hakuna haja ya kuweza kukuonesha kwa sababu kitu kinaeleweka. Nimekwambia kama nimepata dili imeisha. Inabidi nirudiko. Kama nataka tuendelee inabidi mlipie nyingi zaidi mfidishie hiyo dili. Nini? Nilipe kiasi cha 500 ndipo tutaenda kliniki. Sasa 500 mimi sina kabisa. Sijui tufanyeje sasa juu ya hilo. Basi mtelekeze aende nje huko akajifungulie kwenye majani huko. Najua hiyo vitu wanavifanya kwa sababu ametoka kwenye nchi za kimaskini huko. Subiri. Chukua hii hapa kwa ajili ya malipo. Yaani saa, hapana, hii sio saa tu, bali hii ni ya kurithi. Nilirithi kutoka kwa babangu. Babangu alinilia kule Switzerland. Ni ya bei sana. Ichukue, ni kama vile nachukua gharama kubwa sana kuliko hata hela yako unayoitaka. Hapo sawa. Utasogelea mlango? Sasa tumefika. Asanteni kwa biashara yenu. Siku nyingine tena tutaonana. Lakini si ni hospitali ya meno jamani. Serious? Mimi nilijua daktari yoyote anaweza kumfungua msichana. Amkuniambia. Unamaanisha daktari yoyote? Jamani, Omoni hata huruma. Hakuna cha kufanya kwa sasa. Toka nje. Na kuna mtu yoyote wa kumsaidia hapa. Toka nje wewe. Mama, toka. Hivi una moyo gani wewe? Una moyo gani wewe? Aise, mwachie. Aise, niachie. Wewe vipi wewe? Anahitaji msaada kutoka kwako. Kwa nini umekaa kimya? Unataka kumsaidia? Hata kama shida ni rangi.
Msaidie basi. Mbona ulizaliwa? Fikiria ungekuwa ni kiatu chake, angekukanyaga wewe. Mwache. Angekukanyaga. Sasa kwa nini unakuja kwenye gari lako hata kumpeleka unashindwa? Hivi fikiria wewe mama yako angekuwa anafanywa hivi. Ungekubali kweli? Ungekubali wewe? Sawa, nimekuelewa. Umemaliza? Sawa, nataka niombe msamaha kwa hili. Nimekosea. Basi mchukue, tumuingize kwenye siti ya mbele. Umenisikia? Poa. Zimebakia dakika chache. Tuko njiani. Tuko njiani. Umeshakuwa alamu. Sasa unanitania nini? Mama! Bahati njema. Tafadhali usiniache. Hivi ni kweli uko sawa kabisa unataka kumwacha kwa namna hii kweli? Unamwacha kabisa kwa namna hiyo? Sasa kama yeye ameshaanza kujifungua. Mimi sijali kuhusiana na uhamiaji. Hii inaumiza. Hauwezi hata kusimama unajua. Hali inazidi kuwa mbaya. Lakini baya zaidi kwa ajili ya mtoto wake. Unaweza kuona ana maumivu makali. Anatakiwa kwenda hospitalini. Laiti ungekuwa kwenye nchi zao, ungeona vitu kama hivi ni kawaida kabisa kwao. Yaani mwache akae pale pale chini. Adhalie hapo kwa sababu ndo sehemu alikotoka. Umenielewa? Ana mtoto. Shida nini? Kipi kinaendelea hapa? Umejiingiza mwenyewe matatani, mpendwa. Umeshanipata kweli wewe? Tazama. Hii ni hoda kutoka kwa dada yangu, Amita. Na yeye pia alikuwa na mimba. Alikuja kwako kuomba umpeleke hospitalini, ukakataa kwa sababu alikuwa hana hela. Na ninachoshukuru Mungu, mtoto wake sasa hivi yuko salama. Na isije kuwa hivyo, ungekutana nacho. Na mimi nimekuja kufuatilia zaidi na nimekupata. Mimi ni mwandishi wa habari. Na mwenzangu ndio huyu. Na tuko pamoja naye. Wote tunafanya kazi hii. Tunawafuatilia nyewe wa dereva taxi wadogo wadogo kwa ajili ya mambo yenu. Na nimesha kurekodi mpaka sasa. Kuanzia sasa hivi unafahamika kwa kila kitu unachokuwa unakifanya. Haiwezekani. Hapana. Samani. Tulia wewe, tulia bwana, tulia wewe. Sikia nikwambie, sikia, unachokifanya umeshachelewa. Sasa hivi uko live kwa kila mtu. Yaani imeshakukost sana. Kuanzia sasa hakuna mtu atakayekubali kupanda kwenye gari lako. Mtu yoyote yule atatafuta taksi nyingine, na hata kama ukifuata kazi sehemu nyingine hautapokelewa. Hata kama ukienda kuomba kazi kwenye shirika lolote hautapokelewa kwa sababu ya tabia yako. Sasa hivi uko hadharani na kila kitu kinaonekana kwa kila mmoja. Ngenipatia nafasi niweke mambo sawa. Nafasi? Niko nachukua kaka kangu. Ndugu yangu, wewe naye bala. Sikia sasa, ukitaka nafasi na ungetupatia pale nafasi. Kwenye maisha, ukitaka kuwa mtu mzuri, ukitaka uishi vizuri, kuwa mtu mzuri kwa watu wengine. Watu wengine wanafanya unakula, umenielewa? Kwa hiyo endelea kujifunza.